Karibuni sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Mimi naitwa Elijah Beyeza. Leo moja kwa moja katika kipindi chetu cha Bahasha Mkononi. Leo niko na diwani, zamani alikuwa anaitwa diwani mteule, lakini leo ameweza kuwapa rasmi. Huyu ni diwani wa kata ya Kigogo, Manispaa Kinondoni, hapa jijini Dar es Salaam. Ameweza kuwapa na ameweza kuzungumza vipaumbele vyake ambavyo anaenda kuvitekeleza. Tumsikilize alichokizungumza, lakini vile vile ameweza kuchukua nafasi kuwashukuru wananchi walioweza kumchagua. Huyu hapa, tumsikilize diwani wa kata ya Kigogo hapa jijini Dar es Salaam, Manispaa Kinondoni. Naitwa Nasibu Rashid Mila, diwani wa kata ya Kigogo, Manispaa Kinondoni, Dar es Salaam. Mimi nafikiri kuna ahadi ambazo niliziahidi. Kwenye kamati tunaenda kusukuma maendeleo ya jumla ya manispaa yetu ya Kinondoni. Lakini na mimi nina vitu ambavyo niliahidi nitaingia kupambana navyo ili kuhakikisha watu wa kata yangu ya Kigogo wanafanikiwa na mambo yao mengine yanakwenda sawa. Hasa kwa upande wa elimu, upande wa afya, mazingira na mambo mengine. Kama ilivyo kata yetu ya Kigogo, kama siku zote ninavyoizungumzia, kwa ni moja ya kata ambazo zimezungukwa na mazingira ya ya mito. Kwa hiyo mara nyingi ni eneo ambalo kunatokea hali ya mafuriko mara kwa mara. Kwa hiyo kipaumbele cha kwanza hivi ninapoingia kwanza ni kuhakikisha watu wetu wanakuwa salama. Kwanza kuhakikisha, kwa sababu mradi haujafika, basi tuanze kuhakikisha kutumia manispaa kuhakikisha kingo za mito zile zinasafishwa ili hao watu wetu waendelee kuwa salama wakati tunaendelea na taratibu zingine. Okay, kwenye kampeni kama alivyozungumza katibu wa CCM, mlikuwa mnafanya kampeni nyumba kwa nyumba, lakini akawa amesema baada ya kuapishwa watu wanaofanya kazi kibosi. Labda wewe uko vipi kuhakikisha unakuwa na mahusiano na wananchi wako? Sisi bwana tumekuja kwa ajili ya kuja kuhudumia wananchi. Kwa hiyo mimi sipasi kuwa bosi, bali wao bado na wahesabu ni bosi zangu, na nia yangu kuhakikisha yale mambo kwanza ya jumla yanayohusu watu wengi tunashughulika nayo ili kuhakikisha watu wetu wanabaki salama na maisha yanaendelea kwa mazuri. Hilo ndio la msingi sana na ndio ambalo linatufanya tuwepo kwenye hizo nafasi. Kwa sababu sisi ni viongozi, na kuwa kiongozi sio kama manake wewe ndio bwana mkubwa. Yaani wewe unatakiwa uhudumie wale watu ambao ulienda kuwaomba ili wakupe ridhaa, wewe uweze wakupe ruhusa ya kuwahudumia. Naamini ndivyo nilivyo na bado nitasimama hivyo. Nitahakikisha nasimama na wananchi ili kuhakikisha tunazipunguza kero zilizopo. Okay, tunapomalizana sikuchoshe. Januari wazazi wanapeleka watoto shule. Labda kwenye shule, kwenye kata yako, una neno lipi la kuambia kuhakikisha labda kuambia maandalizi yako tayari, na nadhani bila shaka utakuwa umeshapitia baadhi ya shule kuona maandalizi yakoje kuelekea shule zinavyoenda kufunguliwa? Unajua, kabla ya kuapishwa iliniwia vigumu sana kuanza kuingia katika maeneo ya utendaji, kwa sababu mara nyingi unajua kiutaratibu inakuwa ipendezi sana. Bado hujawa mtu ambaye umeshakuwa kiutaratibu, umeruhusiwa kufanya mambo, ukaanza kufuatilia mambo. Nafikiri sasa kwa nguvu kubwa, kwa sababu baada ya kuwapa manake nishakuwa na ridhaa ya kufanya vitu. Tujaribu kufuatilia nijue idadi ya watoto wetu ambao waliofaulu, hata shule zao wanazokwenda, ili tuweze kuona hata matatizo tulionayo yako makubwa kiasi gani. Kwa sababu moja ya shida niliyokuwa nazungumzia hata wakati wa kampeni, kuna watoto wengi sasa hivi wanafanya vizuri, lakini shule yetu haiwezi kubeba watoto wote ambao wanaofaulu pale. Kwa hiyo kuna watoto wengine wanatoka wanaenda maeneo ya nje ya Kigogo kusoma. Kwa hiyo moja vipaumbele vitu ambavyo nafikiri naenda kupambana navyo kuhakikisha kwanza hao wanaingia darasa la kwanza tujue idadi yao na idadi ya madarasa tulionao, na hao waliomaliza shule ya msingi na kwenda sekondari nao tuhakikishe wanakwenda katika mazingira mazuri ili kusudi ya watoto waendelee kupata elimu, wasikate tamaa. Na unapompeleka mtu mwingine shule ya mbali, mzazi wake uwezo wa kipato ni mdogo, unakuwa na tatizo. Mtoto anaweza kuwa na uwezo wake au ana nia ya kupenda shule, lakini mzazi anashindwa kuhimili gharama zile za kumpeleka shule kwenda na kurudi pamoja na hela ya matumizi. Familia zetu tunazijua, uwezo wao ni wa chini.